Ya, kama mnavyoelewa kabisa tunaelekea siku ya wanawake duniani na nipo na dadangu hapa nataka nizungumze naye. Kama ilivyo tunaelekea siku ya wanawake duniani. Hivi labda una lolote la kuzungumza la kuambia wanawake wenzako? Nafikiri ninalo la kuambia wanawake wenzangu. Ndio. Mwanamke sio kiumbe dhaifu. Sisi ni mashujaa na sisi ni jemedari. Tunapoelekea siku ya wanawake duniani, ningependa kuwashauri wanawake wenzangu tujishughulishe na shughuli za kiuchumi bila kujali kwamba hizi shughuli ni za wanaume au ni za wanawake. Mimi niko kwenye sekta ya alizeti, mara nyingi inajulikana kama ni sekta ya wanaume, lakini nimefanya vizuri, namshukuru Mungu kwenye hii sekta. Kwa hiyo ningewaasa wanawake wenzangu kwamba tujishughulishe na shughuli za kiuchumi. Lakini tusisahau jukumu letu la msingi la malezi. Sisi wanawake ni walezi, tulee familia zetu, tuzijali na tuziheshimu, tuhakikishe watoto wetu wanakuwa katika maadili. Na kikubwa zaidi, hizi biashara ziwe ni biashara za familia ambazo zinaweza zikarithika hata kwa vijana wetu. Tutatengeneza ajira, lakini pia tutaisaidia serikali katika kutengeneza ajira kwa vijana wetu. Asante. Na kuna swala dogo tu hapa nataka unisaidie. Hivi unalizungumzaje hilo swala la kusema mimi ni mwanamke, mimi kazi yangu ni kujifungua tu na kulea watoto tu, kazi siwezi kwenda kujituma? Mwanamke ni msaidizi. Ndio. Hata toka kwenye asili ya uumbaji, kwenye vitabu vya dini tunaambiwa kwamba Mungu aliona kuwa Adamu hatoshi. Kwa hiyo akamwekea msaidizi ambaye ni Hawa. Kwa hiyo sisi ni wasaidizi kwa waume zetu, ni wasaidizi kwa wazazi wetu, ni wasaidizi kwa watoto wetu, ni wasaidizi katika jamii. Kwa hiyo lazima kama wasaidizi tujishughulishe na tufanye kazi kwa bidii. Mara zote hata katika taasisi wasaidizi ndio watu wanaofanya kazi kuliko hata mabosi. Kwa hiyo sisi wanawake ni watu wa kazi, ni watu wa jembe, tuchape kazi. Asante sana. Asante kwa muda wako dadangu. Asante. Asante. Wako Official Dasai na hiyo ndio sauti ya mtaa.